Hebu jiulize swali hili kwa sekunde chache. Kama ungepewa shilingi 10,000 leo, ungezipoteza au ungeweza kugeuza ziwe chanzo cha kipato? Watu wengi husema pesa ndogo haziwezi kubadilisha maisha, lakini ukweli ni kwamba biashara nyingi zilianza si kwa pesa nyingi, bali kwa uamuzi mdogo wa kuchukua hatua. Wakati wengine wakisubiri mtaji mkubwa, kuna watu tayari wameanza safari yao ya kujitegemea kwa kutumia kile walichonacho sasa. Swali si una pesa kiasi gani, bali una ujasiri kiasi gani wa kuanza. Acha leo tuanze kitabu kipya kwa sauti ya kurasa ambacho ni maalum kwa wajasiriamali na wenye lengo la kuwa wajasiriamali hata kwa kuanza na mtaji mdogo. Hiki ni kitabu kiitwacho The $100 Startup cha Chris Guillebeau. Karibu. Kitabu hiki kimeandikwa na Chris Guillebeau, mjasiriamali, mzungumzaji na mwandishi wa kitabu cha biashara na entrepreneurship. Anafahamika kwa kushawishi watu kuanzisha biashara ndogo ndogo na kufuata ndoto zao. Kitabu hiki ni practical guide kwa mtu yeyote anayetaka kuanza biashara ndogo na faida chini ya $100, pamoja na hadithi halisi za wajasiriamali. Kitabu kilichapishwa mwaka 2012 na kimeendelea kuwa kinara kwa wale wanaopenda entrepreneurship ndogo na lifestyle ya kujitegemea. Kitabu kinaeleza jinsi watu wengi wanaweza kuanzisha biashara ndogo kwa rasilimali ndogo wakitumia ujuzi wao binafsi badala ya kutegemea mtaji mkubwa. Kila sura ina hadithi halisi ya mjasiriamali na lessons zinazoweza kutekelezwa na mtu yeyote. Inalenga mabadiliko ya lifestyle, si tu faida za kifedha, bali pia uhuru wa kufanya kazi unayopenda. Kitabu The $100 Startup anza kwa kuvunja wazo lililojengeka akilini mwa watu wengi kwamba biashara ni kwa ajili ya wale wenye pesa nyingi, elimu maalum au mipango mikubwa ya maisha. Chris Guillebeau anaeleza kuwa duniani leo kuna kundi kubwa la watu walioweza kujijengea kipato na uhuru wa maisha kwa kuanzisha biashara ndogo sana, mara nyingi kwa mtaji mdogo usiozidi $100. Lengo la biashara hizi halikuwa kujenga makampuni makubwa, bali kuunda njia ya kujitegemea, kuishi kwa maana na kupata kipato cha kutosha kukidhi mahitaji ya kila siku. Anaonesha wazi kuwa tatizo kubwa si ukosefu wa pesa, bali ni hofu ya kuanza na dhana potofu kwamba mtu lazima awe tayari kwa kila kitu kabla ya kuchukua hatua. Sura ya kwanza: Unexpected Entrepreneurs, wajasiriamali wasiotarajiwa. Katika simulizi ya sura ya kwanza, tunakutana na watu ambao hawakuwahi kujiona kama wajasiriamali. Hawakuwa na ndoto ya kuwa na kampuni, hawakuwa na mpango wa muda mrefu wa biashara, na wengi wao waliingia kwenye ujasiriamali kwa bahati tu. Walikuwa watu wa kawaida waliokumbana na hali fulani katika maisha yao, wakaona pengo dogo au tatizo linalohitaji suluhisho. Badala ya kulalamika au kusubiri msaada, walitumia kile walichonacho. Mtu alipenda kupika, mwingine alikuwa mzuri wa kuandika, mwingine alijua kupanga safari, na mwingine alikuwa na uwezo wa kuelezea mambo magumu kwa lugha rahisi. Kitu cha ajabu ni kwamba walichokiona kama cha kawaida ndicho kilichokuwa na thamani kubwa kwa wengine. Kitabu kinaonyesha kuwa mafanikio ya hawa watu hayakutokana na akili za kipekee au bahati ya ajabu, bali na hatua ndogo walizochukua kwa ujasiri. Walitambua kwanza kile wanachoweza kufanya vizuri, wakaangalia watu wanaohitaji huduma au bidhaa hiyo, kisha wakaunganisha pande hizo mbili bila kusubiri mazingira yakamilike. Hawakujiuliza watapata wapi mtaji mkubwa, bali waliuliza, nina nini sasa ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwingine? Swali hili ndilo kiini cha falsafa ya The $100 Startup. Ukigeuza mafunzo haya kwenye maisha ya mtu wa kawaida Afrika Mashariki, mfano Tanzania, mtu mwenye shilingi 10,000 tu, dhana hii inaendelea kufanya kazi. Mtu huyu hana duka, hana mashine, hana akiba, lakini ana akili, muda na angalau ujuzi mmoja. Anaweza kuwa anajua kutumia simu vizuri, anaweza kuzungumza vizuri na watu, au anaweza kupika chakula kidogo.
Badala ya kufikiria 10,000 ni pesa ndogo isiyoweza kufanya chochote, anaiona kama chombo cha kuanzisha hatua ya kwanza. Anaweza kuitumia kununua bando la internet, kisha akaanza kuwasaidia wafanyabiashara wadogo kutangaza bidhaa zao kupitia WhatsApp. Anapiga picha kwa simu yake, anaandika ujumbe mfupi wa kuvutia na anapeleka kwa makundi ya wateja. Hapa biashara haijajengwa juu ya bidhaa ghali, bali juu ya huduma na ujuzi. Au mtu ambaye anaweza kutumia 10,000 kununua unga, mafuta na viungo kidogo. Akapika vitafunwa asubuhi na mapema, akauza kwa watu wanaokwenda kazini au shuleni. Hapiki kwa wingi bila mpango, bali anaanza kidogo, anaona soko linaitikaje, anasikiza maoni ya wateja na kesho yake anaboresha. Faida ndogo anayoipata haichukui yote matumizi binafsi, bali anaizungusha ili biashara iendelee kukua. Hii ndiyo hali halisi ya watu wengi waliotajwa kwenye kitabu. Hawakuanza kwa faida kubwa, lakini waliendelea kwa nidhamu. Kuna pia mtu ambaye hana pesa kabisa za kununua bidhaa, lakini ana maarifa. Anajua somo fulani shuleni, au anaelewa matumizi ya simu, au ana uzoefu wa kazi fulani. Anatumia 10,000 kuchapisha vipeperushi vichache au kupiga simu kwa watu anaowajua, akitangaza huduma ya kufundisha au kusaidia wengine. Biashara hii inaanza taratibu, lakini ina faida moja kubwa. Gharama zake ni ndogo sana na thamani yake inategemea uwezo wake binafsi. Katika mifano hii yote, ujumbe wa Chris Guillebeau unabaki ule ule. Usisubiri kuwa tayari. Watu waliokuwa unexpected entrepreneurs hawakuwa na uhakika wa mafanikio walipoanza. Walijifunza kwa kufanya, walikosea, walirekebisha na wakaendelea mbele. Kilichowasukuma si pesa, bali ni uamuzi wa kuchukua hatua. Kitabu kinatufundisha kuwa biashara si lazima iwe kitu kikubwa kinachoogopesha, bali inaweza kuwa ni hatua ndogo inayofanyika leo kwa kutumia kile ulichonacho sasa. Usisubiri siku ambayo kila kitu kitakuwa tayari. Angalia ujuzi ulionao leo, angalia shilingi 10,000 ulizonazo au unaweza kupata. Kisha chukua hatua moja ndogo kabla ya siku kuisha. Andika wazo moja tu, zungumza na mteja mmoja tu, au jaribu kuuza huduma au bidhaa moja tu. Anza sasa, kwa sababu safari ya kujitegemea haianzi kwa pesa nyingi. Inaanza kwa hatua moja ya ujasiri. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili upate madini zaidi.